Kingalu. Kingalu. Na. Kingalu. Nini unafanya hivi? Wewe shamba lako sile? Unafikaje huku? Nakuuliza kwanza wewe. Au ni yako nini? Wewe shamba lako ile kule. Jana mlima kule, jioni mlima kule. Kilichokufanya uje huku nini? Nakuuliza wewe, unachofanya mpaka ulime shambani mwangu ni nini? Mipaka hujui? Heshimu mipaka. Unapokuwa mkubwa na busara zako, heshimu mipaka duniani kote. Sijui umenielewa? Huko unachofuata kitu gani? Nieleze kwanza. Kwa nini ndio kulima huku? Hayo matusi yako ya kireja mimi siyataki. Wewe ndio bugano, utachukua lubuga sasa. Mambo ya kijinga jinga siyapendi. Unaniambia juzi nimelima kule, sisi nimelima kule. Nimelima wapi? Wewe unajua mipaka shamba hili wewe unajua? Unajua mipaka shamba hili? Huyo alokuuzia hapa huyo si mjinga mwenzio. Nimempa mimi kwamba nimemwambia lima huku lakini usiweke mazao ya kudumu. Wewe Kingalu, wewe bugano, utakuwa lubuga. Narudia tena. Usinitishe mimi sitishage na watoto wadogo kama wewe. Kwa umri ulionao naomba fuck off usirudie tena. Huniwezi kwa lolote. Usitake kuwapa watu sifa wengine mimi naonekane sina akili kama wewe. Na huyo mwenzio alokupa shamba. Juzi umelima kule, jana umelima kule, nimelima kule kukote kwangu mimi, nime wapi unapotaka wewe? Wewe na mimi sina akili timamu, mimi na akili zangu. Ili eneo la kwangu mimi na mimi ndio mwenye eneo hili. Wewe alokuambia wewe huku kwako nani? Ndio ulivyoziwa hivyo. Sasa wewe tafuta maamuzi yako mengine yote unayoweza wewe, lakini mimi narudia tena mimi wewe uniwezi. Huniwezi na usirudie tena kuja kuniuliza mimi maswala kama hayo. Alinihusu mimi? Wewe unanifukuza hapa kama nani? Maana mimi sina ufahamu wa kuelewa ninachokifanya. Nakuuliza wewe, sina ufahamu na kuelewa ninachokifanya mimi? Mimi ni mpuzi. Mpaka wangu mimi sijui. Nakuuliza wewe, mimi mpaka wangu sijui. Lakini sikiliza nikwambie. Mimi wewe unanitamia jeuri. Mimi nikotoka unijui na nimekuta hapa. Sijui umenielewa, lakini na ufahamu mimi katika maisha yote lazima uheshimu mipaka. Mipaka ni kitu cha msingi sana. Usiete mgogoro na jirani yako kwa sababu ya mipaka. Mimi naenda. Lakini utajua. Hilo unalolitaka hilo utalipata sawa. Kwangu mimi najua wewe unanichokoza wewe. Waulize wenzako. Wameukimbia mji huu. Wamekimbia mashamba haya. Huko kote kulikuwa kwangu mpaka huku na huku. Wewe mtoto mdogo uje unigimumia akili. Wewe alokutuma uje ndio atakaye kutuma uende. Usirudie tena kunifuata mimi. Umbavu mkubwa wewe. Karibu. Wewe kijana? Naam. Babako nimemkuta? Baba yupo ndani. Aya kanitie. Sasa. Bwana Mbugano karibu bwana. Mwenyekiti mimi nimekuja. Nina tatizo shambani kwangu. Sijui umeelewa? Nimekuelewa. Katika pita zangu, nifika katika eneo la shamba langu, nikamkuta bwana Kingalu. Anaacha sehemu yake, analima upande wangu mimi. Ile kitu kikanishangaza sana. Nikamuita mara 3. Kingalu. Nini unafanya? Sasa kwa hilo basi akaniitia vitisho baada ya kumwambia hayo, akaniitia vitisho. Sio vanchi. Tisha sana. Mtoto mdogo huyu mgeni. Kaambia mimi ugeni aonio. Mimi useni ni kuhusu ugeni. Mimi sitaki mambo hayo. Mimi nataka haki yangu bwana. Sasa nimekuja kwa wewe nataka unirekebishie.
wewe ufuatilie hili jambo, mzee ukamweleze jinsi ninavyotakiwa. Ndio nimekuja kwako wewe ili unipe mwangaza. Unanisaidiaje mwenyekiti? Bwana Bugano. Nadhani yule mzee Kingalu wewe unamfahamu. Maisha yake na mwenendo wake na desturi zake katika hichi kijiji. Kuna kitu ambacho anachokitegemea katika akili yake. Sasa mimi nifanye unavyofikiri? Sasa mimi kumfahamu kutokumfahamu ni kwangu ni uso. Mimi mgeni nimehamia hapa, nataka nipate haki zangu za msingi. Kwa hiyo mimi nidhulumiwe kwa sababu mimi ni mgeni? Kuna utaratibu wa mwenyekiti? Mimi nakuja kwa mwenyekiti, nataka haki zangu nizipate. Sitaki mimi kudhulumiwa. Mimi nimekuja kwako wewe. Nimepita nyumba zote huko, kwani nimeacha? Nimekuja kwako wewe. Wewe utafanya kila njia mpaka ile jambo limalizike. Bwana Bugano. Niambie. Mimi nikuombe kitu kimoja. Yule mzee anajulikana katika hichi kijiji. Sio kwako tu. Sehemu zote, kila sehemu za kwake. Wakienda kula kwake, shamba ila kwake. Mimi katika akili yangu sikuzani kama haya aliyofanya atakufanyia hata wewe. Kwa sababu wewe kwanza ni mtu wake sana wa karibu. Alafu wewe mmepakana. Leo anakuja kufanya haya. Bwana Bugano, mimi niwahakikishie eneo lako utalipata katika mikono yangu. Hicho ndio ninachotaka mimi. Sio mgeni katika maeneo mtu anapohamia apate usumbufu wa nyanyaswe. Utaratibu si hatuna katika nchi yetu hii. Kwa nini itokee hili? Mimi sitaki matatizo kama hayo. Ila mimi kama unafanya hivyo, mimi moyo wangu mweupe na kuachia mwenyekiti. Ulifuatilia hili jambo, unipe taarifa. Sijui umeelewa mwenyekiti? Nimekuelewa. Haya, mimi naenda zangu. Mwanangu. Namba. Umeona uongozi ulivyokuwa mgumu? Ndio. Yule mzee Kingalu yeye kila eneo katika kijiji la kwake. Kila eneo la kwake. Hata yule mzee Bugano, yani yeye ndio alikuwa rafiki yake wa karibu. Leo anastahiki anasema lile eneo pia la kwake. Sasa inakuaje baba na yule mzee ni mshirikina sana? Je, hatuleta madhara nyumbani ukimitisha kikao? Ila baba, mimi kwa nini ungeachana nalo tu? Yaani kwa hili baba achana nalo. Mimi nakuomba mzee wangu. Hapana mwanangu. Mimi kwa hili sitolizika. Na sitakubaliana nalo. Kikubwa wanangu mniombee dua. Basi. Leo anamfanyia jambo lile Bugano. Mimi leo nipo hai. Mimi nikifa hata anaweza akaja hata hapa akasema yule mzee pa kwake. Sitakubali. Na nitahakikisha maeneo yote kama wananchi walivyonichagua, maeneo yote aliochukua kwa wenyewe yanarudi. Sitakubali mwanangu. Na ndio mjifunze kama uongozi ni ngumu. Basi sawa baba, mimi siwezi zingatia neno tena lingine nikaja kuharibu. Sawa, nenda mwanangu. Yaani mimi na uzee huu nije kuaibika na kitoto kidogodogo kama kile. Sasa kama hanijui kwa mara ya mwisho na mwanzo, kama alivyochezewa kutoka kwa mama yake ndio atanijua mimi nani. Sipendi kabisa kumbavu kama uso kwa sababu yote. Yaani yeye ajikutamba hapa anajua mimi nani? Si kisima ikileo anajua. Wewe watu wasijui. Kingalu huyo hata yule Mungu anaye kusumbua mimi. Sitegemei kwa kama hiyo. Na hii ndio njia yake, najua kila siku lazima apite hapa ujanjani. Nitamwekea ule mtego ule, akiuvaa ule mpango kwa tayari hoi. Huyu watu tena wanafanya nalotaka. Mbavu kabisa nasi. Tunasemaje? Hii ndio tupu yake ya mwisho. Yangu wewe yangu.
Vipi ndugu yangu Ibra? Safi ndugu yangu. Fresh ndugu yangu makaa. Kama kawaida wapi? Nikuelekea dukani hapo. Ila ndugu yangu kuna zahma zito itaje kutokea katika kikao. Ndugu yangu. Zahama gani? Mbona unanitisha ndugu yangu? Ndugu yangu yaacha tu. Yule mzee Bugano yule amekuja nyumbani pale kushtaki. Wanagombania mpaka na yule mzee yule mshirikina yule ndugu yangu. Kwa hiyo mzee ameikubali hiyo kesi kuipokea? Sasa kalipokea ila sijajua sasa itakuwa vipi au atalisema vipi. Sasa mwenyekiti aweza kakataa. Ila ndugu yangu tambua. Hiyo ni vita ndugu yangu. Na Faza hasikubali kabisa kuiendesha hiyo kesi. Ndio amemsikiliza ila akamwambia atampa majibu baadaye kama aitishe kikao hapo kama aitishe kikao ama vipi. Ila na istoshe yule mzee anafahamika vyema hapa kijijini kwamba ni mchawi hakuna tena. Basi ndugu yangu ngoja ni dukani maana unajua Faza zangu jinsi mtata anaweza ngachelewa nikirudi kwani kofi nini niwe ni dukani tuongea vizuri baadaye. Basi poa, mwenyewe nilikuwa naelekea hivi hapo. Basi poa kaka. Baridi. Mke wangu. Habe mume wangu. Bwana yule mzee sikarudi tena. Mimi nilikuwa nalima pale. Wa. Maana sikia kitalu utafikiri labda kuna mtoto kagongwa na nyoka. Kwani amerudi? Sasa alikuwa kasafiri kuondoka mjini. Najua hata kichomleta. Sijui. Kwa hiyo unasikia mtu kafika akili yote mimi imeniruka. Lakini maneno alikuwa anayatoa pale shamba. Alifanya shupavu, maneno yote yanamtoka na vile alivyokuepo wewe hujamwangalia vizuri mdomo wake. Ana mipengo hata mishimu ya kule ile mishimu ya mwendo kasi ile kupitia kwenda upande wa pili na afadhali. Ila haniwezi. Na hilo analolitaka atalipata. Usije kama unafikiria na siala unaona. Mume wangu umeanza hivyo. Usije ukamtoa kafara lakini usifanye hilo shamba tusifanye njia zako zote. Hilo shamba tulipate. Bila usimuue mzee wa watu. Tu kama wali ndio wanavyotaka kufanywa. Na hayo ndio uloacha unataka wewe. Na ile itakuwa mboga yetu ya jioni. Hivi kweli wewe unataka bwana. Kwa mimi kitaka kuuza tauza hapo tutotaka jana. Haya ngoja yuko ile kisimani kwa akachite maji. Ndio. Mwanangu mimi nimerudi. Lakini kurudi kwangu kwa kuna matatizo makubwa. Tana yule bwana unaambiwa bwana Kingalu alima shamba yetu. Sawa bwana unaambiwa tena ajali kabisa mipaka yote yanavuruga. Sasa nikamuuliza bwana Kingalu mara 3 nikamuita. Kingalu. Kama zimu unaambiwa, bwana vipi? Mipaka uioni? Unaambiwa kanitia vitisho hivyo hatari. Ameleta vitu tunavalia juu unaambiwa kwamba mimi ni kijiji 800 sio nijua. Mimi Mungu mtu. Vitu kibao unaambiwa nikamwambia sasa mimi sisemi sana. Najua wewe utanisumbua sana kichwa. Mimi nitakwenda mbele. Mimi nikamwacha pale lakini mwanangu huko kuna vita hali ya juu. Nikaenda kwa mwenyekiti nikamueleza hali halisi. Bwana kuna 1 2 3. Bwana kuna moja kwanza kaanza kubisha nikamwambia amboka gindai unaambiwa kama tunda za fenesi zisizoiva. Unaambia kagoma kabisa ngambia wewe ndio mwenyekiti. Hii ni wajibu wako kunitatua tatizo hili. Siwezi kuondoka hapa hata kwa panga mpaka unipe solution tatizo hili. Ndio kakubali tena pale nikaona yes. Akakubali kana bwana hakuna shida atalifuatilia hili swala. Lakini bwana ile kwa mwanangu ndio hilo. Yaani Faza ni habari za kusikitisha lakini mimi ninacheka. Kwa sababu mkumbuka unapotoka huko Nungwi, huko hatari. Yaani huyo mtoto mdogo tu kama uchawi yeye, huko si atuwezi tuvuka maji ninavyokuambia. Uone kikidonda Faza, hapa atolewa kitu hapa. Hapa natoka fulungutu hili. Watu wa jambo hapa. Huko watu waloga mtoto mdogo tusha sisi, si tuvuka maji. Yaani sisi kama mimi nikavuka huko Nungwi, ya hatuwezi yule. Na labda nikwambie kitu kimoja Faza, si kule kwetu. Kuna shehe huyo alikuwa apiga kitabu, poeza toka nchi kavu mwenyewe. Aja balini baridi aja nchi kavu. Amfanya kama vile anavyotaka yeye. Wanielewa? Jambo dogo hilo. Yeye kama yeye atutisha, sisi twaliweza. Ukijua hivi sisi twajua hivi Faza. Mtoto ndogo huyo. Sawa, maana wewe
Hawa wajomba zako sana kuvimbisha kichwa. Huku kuna vitu viwili huku. Sawa bwana, huku kuna bahari nayo ya feri na kuna uchawi wa huku watunguli wa mizizi. Siji umeelewa hapo? Sasa wewe kama sasa Zanzibar siji nini? Hao wajomba zako hao, mimi usiniponze bwana. Bora tumwachie Alizi. Sisi twende tuka Alizi inanunuliwa. Na kiroho hainunuliwi. Yaani hiyo mimi siwezi. Hiyo efadha kama wadumba weye, mimi vita waingilia mie. Sasa iko kitabu ndo ogopa kufulu kwa sababu kitabu mtu asoma nazi washuka chini mtu achuma madafu. Kitabu ogopa faza. Kitabu shehe ogopa weye. Nasemaje? Huyo kama yeye sisi twamuonesha faza. Mimi nasemaje ngoa nilikuwa ninge ndani huko nifanyale mambo yetu kwanza. Nimpigie simu mjombani mwambie kwamba kuna mtu azingua huku. Jeshi moja simu moja tu faza. Mzee Ngalo, mimi bwana mguu nilikuwa nakufuata kwako. Maana nimeona kupita ofisini kama nitapoteza muda. Mzee mwenzako leo amekuja nyumbani kwangu. Hebu niambie kwanza kilichotokea hadi mwanzo hadi mwisho. Hivi wewe mtoto, kwenu umetoka kuna wazazi huko ulikotokea? Kwanza huna adabu. Umeshindwa hata kunipa mimi kusema mzee shikamoo, mzee habari asubuhi au habari za jioni, yote imekushinda. Unalopoka huko kulopoka kwako. Hii itakuwa kauli yako ya mwisho. Maneno ya kishujaa unayotaka wewe si serikali kifanya. Tafadhali. Mimi sio mtoto wa kuchezewa kama wewe unavyojifikia unavyocheza na wenzio kwenye kombolela. Wewe mzee nisikilize. Uwaga unaonaga nacheka nafurahi. Mimi wewe si mtu kwanza kukupa salamu. La kwanza. Si mtu kabisa kukupa salamu. Wewe ni mshenzi na huna maana hata kidogo. Sasa nikwambie kwa taarifa yako. Tena nakuonyesha na kidole. Wewe hichi kijiji kitakushinda. Hichi kijiji kitakushinda. Mimi wewe nishakuchoka. Huna maana yote. Nahitaji, yani nimekuja kusudi. Nahitaji yule mzee mwenzako shamba lake mrudishie, la kwanza. La pili, mashamba yote uliochukua nahitaji urudishe mako wenyewe. Maana wewe unajifanya wewe mchawi, wewe unajifanya unajua, wewe si unafanya si unalingia kitu gani? Mimi hilo sitojali. Mimi nishakubali kufa kwa sababu ya Kokoya. Nishakubali kufa kwa sababu ya Koko. Wewe si dhuluma. Kiburi wa jeuri. Hii ni serikali. Sio wewe umetoka kwenu huko, sio umetoka wapi? Uje usumbue kijiji. Tena nakupa siku hizi 5. Wale wazee wote kwanza urudishie mashamba yao na hapa kijiji mimi nitakuhamisha. Katika mwenyekiti wa kwanza ambaye atakayemhamisha raia wake katika kijiji, mimi wewe nakuhamisha. Unaniangalia? Mimi hapa sihami, ila wewe kijiji kitakushinda. Waulize nzee wote huko. Uliza huko kote huko. Hao vijana makamu yako hao wadogo mzee wa kucheza na kombolela hao waulize hao. Watakwambia mimi nani, sawa? Na hivyo unavyofikiria wewe sio kama mimi. Wewe kijiji kitakushinda wewe na wewe hapa hutakaa. Tafadhali punguza mdomo. Narudia tena. Punguza mdomo wako. Sikiliza wewe nikwambie. Umesikia wewe? Mimi kwanza sina mzee kama wewe. Yaani mzee kama wewe huna busara. Wewe mzee una akili. Wewe mzee unategemea uchawi. Wewe? Yaani mimi kuheshimu wewe. Mimi ninachokihitaji mimi yale maneno ya watu uyarudishe. Mimi na wewe tutakuja ndefu kabisa. Na tutaelewana kama kurudisha. Mimi wewe sitakuheshimu na mimi wewe nakuhamisha katika kijiji. Hapa. Na kama sijakuhamisha mimi sio bwana kitu kijiji. Nifikiri Kingalu. Sasa mimi wewe utanijua kama mimi mwenyekiti. Wewe nenda usinitishe.
Jeuri ya kunihamisha huna wewe. Utaona. Narudia tena. Jeuri ya kunihamisha huna. Sasa utanjua mimi nani? Na maneno yako ya ovyo ovyo. Mwelekeza mapengele fulani Cholesho kibao dakika ya mwisho. Kwa bwana nichole mtaani. Vipi lakini? Ule mimi nimeingia pale mwanangu nimechenda kuchekecha pale tunajua. Na losto zangu nimeingia nimekuta rafiki yake yule. Kanichukulia hela yangu rafiki yangu. Leo iliniuma kishenzi yani mwanangu. Watoto wameayusha watu bila yeye muda wote anapenda hela. Pesa zetu zenyewe ngumu. Ndio. Nini? Sio kweli. Yaani unaumia ubapo afu mtu ataka visemi. Kali moja ni kwa zisheni. Poa familia. Oa. Vipi hapo? Wanangu. Sio mnampata yule mshikaji Abu? Nampata. Kipindi natoka huku na kuja hivi nimekutana naye yule mshikaji. Nilipokutana pale na mshikaji Abu, ndio akaanza kunipa detaili. Kwamba kuna mzee pale alienda kushtaki. Kuwa kuna mzee ameingia kwenye shamba lake. Sawa. Na yule mzee si wote hapa tunamjua ni wizard yule mzee. Yaani mchawi hakuna tena yani. Hivi kwani? Mzee gani? Si yule mzee wa bondeni kule? Nampata yule mzee huyo. Kwani si wote hapa tukiungana tunamshinda yule mzee? Tumshinde.